Hai nyama ni tamu bwana. Kwa nyama yake inakuwa tamu sana. Kwa kuna watu wako na allergy na kondoo. Sana. Mbuzi. Hata ukienda kwa bucha yao utasema unasema mbuzi. Hapo mgora sasa la pia unaweza pata tukondea mbuzi kwa bucha juu. Sijaona Ni confusion. Apa biji? Apa boleh dulu? Ngana na? leta wapi? Usipige tembo jinsi. Kiro naenda hawaga mimi kuja na mbuzi. Good morning wadau of Jumbi TV. Hapa tuko na bull. Bull ako na signs za ECF based on clinical signs zenye anaonesha. Hizi za lymph nodes, enlarged lymph nodes na high fever. Anakula aje? Akuli. Loss of appetite. Ana appetite. Na kukohoa, kuna kukohoa hivi ile soft. Hajakoa. Okay, bado hajafika kwa lungs. Lakini jiona kuna mwili. Yaani unaona manyoya anakaa dada. Manyoya yake iko mbaya. If you check clearly hapa hivi akona hii tunaita hii ni parotid lymph node ama ngulele. Na akona hii ya prescapillary lymph node. So tutampatia ile nini dawa najua itamsaidia vizuri na mambo itanyoroka. Yeah. Tushampatia dawa, unaona amerelax. Hana shida. Na kuna dawa bado natafuta nimpatie na ndio mambo inyoroka ikuwe sambamba. Hata yeye kama alidungwa, hiyo ni kudungwa. Mali alikuwa, alafu ile dawa ina kuna dawa tunataka tumpatie hii anti-coccidiosis ya kuzuia mambo na coccidiosis juu ako prone sana kwa hiyo ugonjwa. Ndio akiwa hii umri kupata coccidiosis juu bakteria zimejaa all over. So tutamshughulikia tu. Umepata dawa? Ada. Siga, asiruke. Okay, nani mwenye tumemwona na hizo signs ana suffer from the disease we call cowdriosis. Cowdriosis kwa in other words ni ama another name of cowdriosis ni heart water. Heart water juu hiyo ugonjwa inasababisha upande ya roho ama huku side za roho ndani ukichinja mnyama unapata maji imejaa kwa hiyo space na kwanga hapo katikati ya roho na mapafu. Na hiyo ugonjwa ni deadly sana. Hiyo ugonjwa ni deadly. Hello? Wewe Juma? Yeah. Mama jirani anasema sijui ng'ombe bado sijui namna gani, hebu ongea na yeye. Haya. Hello Juma. Yes. Niambie niangalie ng'ombe siku 3 zote, leo ni siku ya 5 na naona bado wanakohoa na anapumua kubwa. Hiyo bado hiyo ugonjwa haijaisha. Acha nitakuja baada ya masaa mawili. Baada ya masaa mawili hivi. Utakuja? Baada ya masaa mawili hivi. Oh, sawa. Haya. Okay. So huyo ni ng'ombe tutamfanyia follow up na ni muhimu sana. Nilikuwa nasema cowdriosis hiyo ugonjwa na transmitiwa na kupe ndio wana transmit na inasababishwa na bakteria, ni bacteria kwa ikiwa early stages. Na kulingana na experience ile nimekuwa nayo mostly kwa manjao ma young ones, the calves
huwa wanapona vizuri kwa hiyo ugonjwa, but ng'ombe kubwa wale old cows huwa wanasuccumb to hiyo ugonjwa. Chances okay huwa wanapona, but chances za kupona ni tunaweza rate kama 80%, but hao mandama inakuanga chini ya 50%. Alafu pia kwa kondoo pia chances za kupona inakuanga juu. Mbuzi fatality ni karibu 100% kutopona, na ama hata akipona unapata kichwa inakuwa mbaya, inaenda mteja, haiwezi fuata mbuzi. Hiyo mkulima anatuambia mbuzi kukohoa nini, hiyo ni CCPP tumeongelea kuhusu, ama pneumonia ya mbuzi, na kuna kwanga na chanjo. Yeah. Anaeleza pia foot and mouth juzi. Anasema challenges huwa inampata kama mastitis. Unaweza tuelezea kidogo? Kuja tu tueleze. Pause kidogo. Acha tuelezee challenges zenye amekuwa akiface hapa hivi. Ng'ombe ilikuwa mambo kama ng'ombe inakaa inakoa, saa zingine ng'ombe saa zingine manyoya yake na asubuhi na jioni unaona sio hali mzuri. Ng'ombe inakuwa ukiangalia hewa yake sio kawaida. Mara ng'ombe matiti yake sio mzuri vile sana. Kwa hivyo ni challenges yenye umekuwa ukiface hapa hivi. Na hii mbuzi ya kulimlim yani iko inauma mguu yake inawauma sana wakati kuna unyevu. Napata hiyo challenges ziko, but uzuri na sapataje dawa yake. Uzuri magonjwa imesema wingi wao inatibika. Ikiripotiwa mapema. Yote imechelewa ndio chances za kupona ni ngumu, lakini ile imetibiwa mapema. Na kondoo kuwa inakoa. Kondoo kwa kukohoa inaweza kuwa ni cases mingi, huwezi sema tu ni ugonjwa hii ama hii. Unapata kuna allergy. Huwa inafanya kuna hii minyoo, lungworms hizo, kuna tu ile kukohoa ya kawaida pia, kondoo wanakohoa tu kawaida. Na macho kuna ugonjwa wa macho inaitwa pink eye. Pink eye hiyo iko sana. Hata juzi kumekuwa na hiyo outbreak. Ukienda hiyo unapata pink eye, lakini sasa imetulia. Na sasa zingine ng'ombe hiyo Kenya inasababisha hiyo. Unaona ng'ombe iko na hali nzuri, lakini unaona inaenda kwa muda kidogo, unaona inaenda pa inalimlima hata bado. Hiyo sana ugonjwa mingi inafanya hivyo. Kama hiyo unajua cha mgonjwa? Najua inaweza fanya hivyo. So na njaa ukuwa kidogo, ikuwa na hali ukiangalia chafu yake iko na damu. Hiyo ni bakteria. Hata na lamba vitu nyasi. Unaona njaa kama ule zamlika ule njaa. Ni kama ule. Hajatosha kukula lakini unaona analamba nyasi. So anaweza lamba apate bakteria kwa nyasi. Unaona vile analamba? Akipata hivyo inaenda kwa tumbo, inaanza kumwaffect. Hata dawa yenye tumepatia saa hizi itazuia hiyo. Hiyo angae. Yeah. Muhimu sana. So ni hiyo tu nilikuwa nazo. Bado tutazidi kuongea. Lakini wewe ni mkulima ako na experience mingi sana. Wewe karibia huku kila kwa muda mingi, majirani wote hata walikuwa wanaitisha mambo ya chanjo ya mbuzi ya kukoa. So utakuwa unakuja kututembelea, usikae sana kwa huko pale unakuwa kwa kazi wako. Bora tu phone call ukinipigia na kuna. Mimi nakupigianga lakini imekuwa muda kidogo. Tatizo imekuwa mingi kiasi. Hakuna siku umenipigia nikasema. Ai bwana, imekuwa kitambo sana bwana. Wewe mkubwa wewe imekuaje wewe tractor? Mimi nashukuru sana. Wewe tumekaa na wewe muda mingi. Muhimu sana. Tumepiga Iwera kwa muda mingi. Okay. Nakushukuru sana. Wagwan.